Wa Tanzania mmeamua kuandamana, mtaandamana na Kiswahili. Mama lazima aende. Mama aende, aondoke humu sebuleni. Anyways, you guys, we are proud of you, but now why did you guys copy and not pasting? Where are the numbers? Mbona watu wajitokeza? First of all, kuandamana na Kiswahili inakaa kama joke, and then murudi mtokeze watu 60. Amoni anawachukulia ni kama tu yenyu ni kierere ya watu wachache. Muna show off. Where are the numbers? Imagine us, huwa tunatokea kwa social media, we don't even hide, na watu wanajitokeza. Nyinyi mko, where are the rest? Kesho mjitokeze, communicate yaye. Mnafahamu, copy and paste this. Mliona na pal venye wanafanya, copy and paste this shit. Do it even much better. You guys will be colonized though. Mutakaliwa kitako. So guys, katika pilika zangu pale TikTok kama kawaida, hapo FYP nimepatana na hii video. Okay? Nataka msikize kijana anasema aje. Alafu comment section hebu sikizeni kijana anasema aje. Wakenya si kitu tunaomba Wakenya, mkisikia Rais Samia Suluhu ametangazwa eti ndio rais. Tunaomba Wakenya muandamani, tutaonyesha njia ile mtapita kuingia Tanzania. Tutaonyesha njia ile mtapita, mje mtusaidie tumtoe kwa mamlaka. Sasa hizi tumeamua tumpatie Tundu Lissu. Wakenya tuwezi ruhusu sisi tunasimamiwa na wanajeshi wa nchi zingine kuja hapa kupiga kura. Amekosa kutuamini mpaka wanajeshi wa kwetu, amechukua wanajeshi toka nchi ya Uganda. Wakenya tunaomba msaada kwenyu. Muje mtuonyeshe vile mnaweza kuandamana huku Tanzania. So comment section watu wanasema kama juu kijana hapa alikuwa anaitisha msaada. In case kama Samia atashinda, au sijui mkuje mtusaidie, wa Tanzania wanahitaji usaidizi. Comment section Wakenya wanasema labda mtuambie mtatoa ngapi za macho. Kuna mwingine amesema sasa this is the good time for us as Kenyans to colonize Tanzania. Wakenya jamaa hata muwahurumi. Si mnajua Tanzania kumekuwa na elections, so watu wakaandamana. Kijana alikuwa anaitisha msaada, lakini Wakenya ni akina nani? And by them unajua sisi tukivuka kwenda Tanzania, unajua tunachukua hiyo nchi. Sisi tukivuka kwenda Tanzania hiyo nchi tunachukua. Kwanza Chief Godlove kuna wakati alisema atakuja achukue vijana wote, sijui wale wanasema wako na pesa wapeleke ushago. Yeye ndio tunapeleka ushago kwa Kilimanjaro, atakuwa anatulimia nyanya. Ile status ya Tanzania, status tunaweza angusha tuanzishe pale kulima kuku. Tuweke tu hapo kashamba ketu ka kuku. Like unajua Tanzania tuendi kuishi huko. Tunaenda tuwatoe huko. Tuchukue hii kwa kama shamba yetu ya ukulima. Tunaona Chief Godlove ama tumpea simamia idara ya ukulima huko Kilimanjaro. Huko upande wa nini? Tuna extend Mombasa ifike mpaka Zanzibar sasa. Unaona? Hiyo bahari yetu ya Mombasa tunashikanisha. Ingia ama si make sense. Mbona niko na deal poa? Si tunaomba tu wasielewane. Wapigane mpaka watuhitaji sisi tuende huko. Na sisi tukienda nadhani tunaenda kuwasaidia, hapana. Bado tunaenda kuwavuruga watoke kwa hiyo nchi baki yetu. Unajua hiyo Tanzania ni kama tu kijiji. Tunachukua tunaunganisha. Inakuwa Nyanza part of, tuseme southern part of Kenya. Wajaluo hapo watakuwa ndio wa kwanza kuchukua, kienda ile sehemu ya mwisho huko Mwanza. Hello. Tanzania mmetuangusha bana. Hiyo ni maandamano ya aina gani? Ingekuwa sisi wa Kenya saizi tungekuwa tushaingia huko parliament tunakula mchele bana. Hiyo maandamano yenu ni yalipa mdogo. Ndio maana beef yetu na nyinyi haitawaisha. Na mkitaka kurusha mawe rusheni, nitajenga. Hii video naicheza hapa ni mapolisi akipewa kichapo. Yaani polisi leo Tanzania wamepewa kichapo cha umbwa. Kichapo cha umbwa. Polisi ndio walikuwa wanajifanya jaribu mtokee muone. Sasa hivi wamelemewa. Na anawaambia Tanzania andamaneni mpaka Suluhu aondoke madarakani. Ama mifumo itengenezwe, Tundu Lissu arudi kwenye ballot, akue kwenye uchaguzi, wale wote wapinzani mnaowataka ikuwe ni free and fair election. Mnaona? So guys, mama alisema ati wale hakuna kesho nywi.
Sasa hivi amepatana na nywi. Ndio hiyo sasa. Nendeni kwenye maduka ya magari ya huyo waziri wa fedha. Piga moto. Endeni kwenye hizo boma zao wanasiasa, mchome zote. Mchome kila kitu. Tanzania, chomeni kila kitu. Hawa watu lazima waheshimu. Ikiwezekana endeni mpaka Ikulu. Mkifika Ikulu, muondoe bendera ya CCM, mtakuwa mmeng'oa serikali madarakani. Yaani mkichukua bendera ya CCM muichupe chini, muinue bendera ya nchi yenu, mtakuwa mmeng'oa serikali madarakani. Yaani msisamee. Nendeni kwa wasanii wote leo wameposti wakisema wanatakia mama uchaguzi mwema. Endeni kwa maboma zao, choma. Nendeni biashara yao, choma. Kila kitu, magari zao, choma. Yaani hawa watu ambao wanahusiana na hawa wasenge wa CCM wafunze adabu. Ndio siku nyingine tabia kama hizi sijikuje zikajirudia tena. Sijui kama mnanielewa. Kwa hivyo msirudi nyuma. Sasa hivi jeshi la Tanzania liko na nyinyi. Pambaneni muokoe nchi yenu kabla ijepoteza mwendo. Mnafanya kazi nzuri sana. Mimi na wasapoti 100%. 100%. Lazima tuone Watanzania wakiwa wamepata heshima yao. Sasa hivi hata mambo ya ukejeli kwenye mitandao wa Kenya sasa hivi tumewapea heshima. Yaani mimi nimewavulia kofia jamani. Nimewavulia kofia wa Tanzania. Pambanieni nchi yenu kabisa. Piga moto kila kitu, piga moto. Fana pembeleza hawa watu. Bora msiharibu biashara ya mwananchi mwenzenu. Lakini zao wanasiasa watapeli, ingie kwenye mavilabu, mapapu zao, beba pombe, kunywa for free, haribu kila kitu mpaka wakuwe na adabu na heshima. Hiyo ndio ujumbe nawapea sasa hivi. Watanzania, sisi kama wa Kenya, walimu wenu wa maandamano, tunataka kusahihisha kazi mliofanya leo. Kazi duni, kazi chafu sana. Mkiwa pale kwa maandamano na polisi kwa uwanja, usiruhusu polisi akushike hivi kama nzige. Akikushika hivi kama nzige, inafaa unampiga ngumi hapa katapa, anaanguka huko kando. Niliona watu wengine, wengi wenu walikuwa narushiwa kitoa machozi, tear gas. Na wanakimbia tu kama wanawake tu. Wanakimbia tu kama wanawake. Sasa mkirushiwa kitoa machozi ambao ni tear gas, inafaa unashika na mkono na unarudisha. Sasa hapo ndio tunatoanga the word returning officer. Unachukua na unarudisha. Na wakati mlikuwa mnapiga maandamano yenu, hatujasikia kwa kuwa mumeenda Ikulu kuchokoza president wenu. Sisi tulikuwa tunaendanga Ikulu, tunaenda kupigana na president wetu one on one kule Ikulu yake. Hamkufanya hivyo. Alafu tena wakati mlikuwa mumeanza maandamano, hatukusikia kuwa president wenu amekimbia, amechukua ndege, ameenda ngambo ingine juu sasa anaogopa kupigwa ama anaogopa kuumizwa. Hiyo ni kazi duni sana. Hiyo kumaanisha hamkuwa mmepatia huyo president wenu uoga ya kutosha, uoga ya kukimbia hichi kulingana na ile vitu kwenye kupale. Sasa hiyo ni kazi nyingine duni sana, kazi chafu sana. Hatujafurahia kazi yenye mmefanya leo. Hiyo ni kazi nyingine duni sana. Sasa kesho mkiingia pale kwa uwanja, inafaa mnatumia zile tactics zetu zenye tulitumia sisi kama wa Kenya. Ndio mtafaulu kwa hii maandamano. Mmefanya kazi nyingine duni sana. Kama wa Kenya, walimu wenu maandamano kwa kazi mliofanya leo, tunapatia 15.05. Kazi chafu, kazi duni sana. Kesho mkienda maandamano tena, mkienda kuandamana, jaribu muige wa Kenya, ndio mtafaulu kwa hii maandamano yenu. Siku yetu ya leo sisi kama wa Tanzania imekuwa ni siku ambayo ni mrefu sana. Ilianza mimi nilikuwa nimeenda kuchaguana, nikaingia pale kwenye kituo, akili ilikuwa ikiniambia unaenda kumpa mama, unaenda kutiki kwenye mama. Nilipoingia pale, nikaangalia kwenye kile kijikaratasi, simuoni mama yangu. Nikamuuliza ule afande, jamani simuoni mama yangu wako wapi? Afande akaja akanitolea picha ya mwanamke na ambaye si mama yangu. Hapo ndipo mimi ndio maana mimi ikabidi nijitokeze pale kwenye maandamano, kwa sababu nilitaka kumwekea tiki mama yangu. Ule afande nikamwambia haya basi niache nitoke. Nilipotoka nikarudi na kiboko. Wakaniuliza unataka kufanya nini na kiboko? Nikamwambia nataka kupiga kura. Ndio pale tukaanza kuzozana, tukaanza kurushana. Kama sasa unavyoangalia kila kitu kiko giza nje. Yaani blackout. Hakuna mtandao, hakuna stima, hakuna nini. Sasa hata tunavyoongea sasa nikipata hapa ni shida. Wameweka kitu ambacho kinaitwa gari kiasi. Yaani curfew. Na sinawaomba wenzangu kutoka nchi jirani, nchi na ambayo ni kina Marekani, tafadhali tuwaomba mtusaidie, mjue jinsi na ambavyo amani itakavyorejea nchini mwetu
na tujue jinsi na ambavyo tutawatunza kina mama. Haya. Breaking news. Tanzania mumekopi vizuri sana. Ha? Mumekopi vizuri sana. Hiyo mtihani mumeanza kupita. Mmefika average. Mko sawa. Mko sawa sana. Sasa kuna mtu huko Tanzania anaitwa Diamond. Diamond aliambia watu waache kuandamana wafanye kazi. Diamond amekutana na matusi aina yote. Ati hakuna tajiri anaishi na mama yake kwa nyumba. Wamwambia kuna tajiri anaishi na mama yake kwa nyumba. Diamond anaishi na mama yake kwa nyumba. Wamemwambia tena hakuna mwanaume mwenye huwa anakataa baba yake. Diamond alikataa baba yake. Na wanafanana. Kila kitu wanafanana, alikataa baba yake. Sasa Gen Z wa Tanzania wameamulia ni wasanii na huyo Goshodo wao. Wamewaamulia ni mbaya. Sasa police stations 5 Tanzania zilichomwa. Kenya tulichoma 4. Tanzania ni 5. Internet ilipotea. Lakini Wakenya walitupatia habari wenye wako huko venye kunaendelea. Walikuwa wanatumia Airtel. Airtel ilifanya kazi mzuri sana jana, ikatuletea habari ya Tanzania. Na tunafurahia sana. So Gen Z wa Tanzania, kazi ni mzuri. Hakuna mtu kulipwa pesa anakuja anawaambia nyinyi mfanye kazi na yeye ameshalipwa. So Gen Z wa Tanzania wamesema Diamond anaishi na mama yake. Tena kwa nyumba moja.